Ni kweli tulikuwa na kikao cha ithibati, ingawa hii kilikuwa kikao cha kawaida cha bodi, ingawaje ilichukua muda kidogo kwa sababu mara ya mwisho kukutana nadhani ilikuwa ni kwenye mwezi wa 8 mwaka jana. Kwa hiyo tulikuwa na mambo mengi ambayo tulikuwa tunajaribu kuyazungumza. Lakini kubwa ni kwanza tumejaribu kufanya tathmini ya pale ambapo tumefikia tangu tuanze. Karibu sasa ni mwaka mmoja tangu bodi ya ithibati ianzishwe. Lakini hatua iliyopigwa ni kubwa kwa kweli. Na tumempongeza sana kaimu mtendaji mkuu wa bodi ya ithibati Patrick Pangula kwa kazi nzuri na wenzake ambao wamekuwa wakiitenda na kuifanya bodi ya ithibati sasa iweze kufahamika. Tulikuwa na matatizo mengi sana awali tulipoanza bodi mwanzoni mwaka jana, na tulikuwa na wasiwasi kama labda hata tusingeweza kusimama. Lakini kwamba tumeweza hatimaye kusimama na kufika tulipofika na kuweza kuandikisha waandishi wa habari zaidi ya 1400 katika kipindi kidogo tu. Huko nyuma walikuwa hawafiki hata 1000. Kwa hiyo ni kazi kubwa imefanyika, kazi ambayo kwa kweli kwetu imetupa matumaini makubwa ya kwamba tunategemea kutimiza malengo yale ambayo bodi ya ithibati imeanzishiwa. Na kubwa ni lile la kuifanya tasnia ya uandishi wa habari iweze kuheshimika. Kwa hali ilipofika, matumaini yetu na matarajio yetu ni makubwa sana kwamba tulifanya bodi tasnia ya habari nchini Tanzania iweze kuheshimika. Tunajua kuna changamoto nyingi sana zinazowakabili waandishi wa habari na wenye vyombo vya waandishi wa habari, lakini mwenendo huu ukiendelea hivi, nafikiri tutafika mahali ambako hatimaye tunaweza kurejesha heshima ya kazi ya uandishi wa habari nchini Tanzania. Kwa hiyo sasa kilichofuata baada ya hapo ni malengo yanayokuja ili sasa tuweze kuruka tufike mahali ambako tunataka. Na kubwa ambalo tunataka kulifanya baada ya kwamba tuna wanachama wengi kiasi hiki ni kutoa mafunzo. Tunataka kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wa Tanzania wanapata mafunzo stahiki ili waweze kufika mahali ambako watakuwa na uwezo madhubuti wa kuweza kutimiza wajibu wao. Matokeo ya mwaka jana ya shida ambazo nchi iliweza kupata, mengine yametokana na udhaifu wa uandishi wa habari, na inatubidi tukubali hivyo. Na mtu unapokubali kile ambacho unadhani umekosea, kinakupa nafasi nzuri ya kujiimarisha na kuboresha shughuli zako. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanapata trainings zinazostahili za njia mbalimbali. Tunashukuru kwamba serikali ipo karibu pamoja na sisi, na mategemeo yetu ni kwamba support hiyo ikiendelea itatufikisha kwenye maeneo makubwa zaidi. Kuna mambo mengine yanakuja karibu. Kunakuja AFCON ambayo lazima waandishi wetu waweze kukaa vizuri na kuweza kuelewa nini kinachoendelea. Na hili tunategemea kwamba tutaweza kulipa nguvu inayostahili kuimarisha waandishi wetu waweze kuhakikisha kwamba wanafanya coverage nzuri, lakini hasa kuelezea nchi yetu, kwa sababu hiyo ndio nafasi mojawapo ya kuonesha kwamba Tanzania tuko wapi. Tunataka kutimiza mambo yetu mengine ambayo yamebakia ya kuunda baraza la waandishi wa habari ambalo tunategemea kuweza kuhakikisha kwamba hili nalo linatekelezwa kwa sababu sheria inatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba tumejaribu kuangalia mipango sasa ya kwenda mbele ili hatimaye bodi ya ithibati iwe bodi ya ithibati ya waandishi wa habari waikubali. Kuna tatizo ambalo tunajua limejitokeza bado, wapo baadhi ya waandishi wengine wa habari ambao bado wanatumika katika vyombo vya habari na hawana stahiki zinazotakiwa, kiwango hasa cha elimu cha diploma, na wengi wako mikoani. Tunatengeneza mikakati sasa ya kuhakikisha kwamba mikoani nako tunaingia kikweli kweli. Hatutaacha chombo chochote na hatutaacha mkoa wowote. Tutahakikisha dhamira yetu iwe ile ile kwamba hatimaye maadili ya uandishi wa habari yanazingatiwa. Kuna tatizo ambalo tunalijua vile liko kwenye mitandao. Kuna watengeneza maudhui ambao kwa kweli wengine hawastahili
au hawazingatii haki halisi za uandishi wa habari. Huko nako pia kwa kushirikiana na wenzetu wa vyombo vingine hasa TCRA, tunategemea kwamba tutaingia huko kujaribu kuangalia hali halisi. Nia yetu ni kuwa na uandishi bora nchini Tanzania, uandishi unaostahili kuitwa mwandishi wa habari. Kwa ujumla ni kuimarisha uandishi kwa ujumla wake wote, na hasa baada ya kuona mafanikio ambayo tumeyapata katika kipindi hiki cha mwaka mmoja. Kwa sababu yoyote yule ambaye atahusika na kushika jambo linalohusiana na habari, na hasa habari zile ambazo tunazijua ni habari nyeti, habari nzuri, habari za kitaifa na mambo kama haya, ni lazima aweze kuwa registered na jambo. Kwa maana hiyo hilo ni eneo jingine ambalo pia tutahakikisha, kwa sababu kwanza tunachokifanya kwamba kuna wengine ambao hawataweza kupata kazi bila ya kuhakikisha kwamba ana cheti cha ana hati ya ithibati, na hiyo itamlazimisha kila mtu anayetaka aweze kufanikiwa ajiandikishe na aweze kuwa na kadi ya ithibati. Kwa hiyo mategemeo yetu sisi ni kwamba tutaongeza kasi zaidi na kuongeza hili wimbi lililopo ambalo tumefikisha, tuweze kuongeza idadi kubwa, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna waandishi wa habari wengi nchini Tanzania, na tukifanikiwa kufikia kiwango kikubwa zaidi, kwetu ndio mafanikio makubwa na ndio furaha yetu zaidi.